Nilipewa kidonda kikubwa mgongoni. Nikaambiwa kila siku nilale ndani ya jeneza. Je, ilikuwaje? Hebu ungana nami kuitazama simulizi hii inayoitwa Ndagu ya Kidonda. Lakini kabla hatujasonga mbele, hebu niandikie kwenye sehemu ya maoni. Unaitazama simulizi hii ukiwa wapi? Na ni yapi maoni yako kuhusu mkasa huu? Mimi ni Pasco. Niko mkoani Mbeya. Je, umeshachangia maoni yako? Safi sana. Sasa twende tukaitazame simulizi yetu. Katika kijiji kimoja tulivu kiitwacho Mwamanongu, kilichopo mkoani Shinyanga, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Kija. Kija alikuwa mkulima wa mashamba makubwa ya pamba, akitumia nguvu zake zote kutaabika chini ya jua kali. Lakini licha ya juhudi hizo, mafanikio kwake yalikuwa mbali kama mbingu na ardhi. Alipambana sana kutafuta fedha, lakini umaskini uliendelea kumwandama kama kivuli chake. Siku moja, rafiki yake wa karibu aliyeitwa Sungwa, ambaye alikuwa akifanya kazi ya kusaga kwenye mashine ya mzee mmoja tajiri aliyeitwa Mzee Gotolo, alimwona Kija akiwa katika hali ya kukata tamaa. Sungwa alimkaribia na kumwambia kwa sauti ya kishikaji, "Samahani rafiki yangu Kija, na kuona unahangaika sana bila mafanikio. Unalima mashamba makubwa, lakini maisha yako mbona ni magumu hivi? Sasa mimi nitakupa mbinu moja, utakuja kunishukuru maishani mwako." Kija alitega masikio kwa umakini mkubwa, moyo ukimdadadeka. Sungwa akaendelea, "Kuna mganga mmoja hatari sana anasaidia watu. Ebu nenda ukajaribu bahati yako, maana huyo mganga anatoa utajiri wa nje." Maneno yale yalimwingia Kija sawasawa na kutulia kwenye vilindi vya akili yake. Jioni ilipofika, kila mmoja alishika njia yake, lakini Kija hakupata usingizi usiku ule. Alikesha akiwaza namna atakavyokuwa tajiri mkubwa na mwenye heshima kijijini hapo. Alfajiri na mapema, Kija alianza safari ya kuelekea kwa mganga huyo. Alitembea kwa miguu kwa saa kadhaa, akikatiza mapori mazito yenye giza nene na sauti za ndege wa ajabu. Hatimaye alifika kwenye kibanda cha mganga huyo kilichokuwa katikati ya pori la kutisha. Mazingira yalikuwa ya kuloa damu na harufu ya uchochoro. Hapakuwa na mtu yoyote zaidi yake na mganga. Mganga alimkaribisha kwa sauti ya ukali iliyomtetemesha Kija mpaka mifupani. "Natambua shida yako kijana, lakini nikikutazama, ukoo wenu hauna nyota ya mafanikio hata kidogo. Ili uwe tajiri, itanilazimu nikupe masharti magumu sana. Je, uko tayari?" Kija, akiwa amepofushwa na tamaa ya mali, alijibu bila kusita, "Mganga, fanya chochote, nataka niwe tajiri kuwazidi wote kijijini kwetu." Mganga alicheka kicheko cha kishirikina kilichovuma msituni. Alichukua kitambaa chekundu, akamwamuru Kija apige magoti, kisha akamfunga usoni. Mganga aliweka karatasi 3 mbele yake na kusema, "Hapa chini kuna karatasi 3, chagua moja tu, na hiyo ndiyo itakuwa sharti lako la utajiri." Karatasi hizo zilikuwa na siri nzito. Ya kwanza, kumtoa mama yake kafara. Ya katikati, kidonda kisichopona maisha yake yote. Ya tatu, kupoteza uwezo wa kuzaa. Kwa mkono unaotetemeka, Kija alichagua karatasi ya katikati, kidonda kisichopona. Mganga alimfungua kitambaa. Kija aliposoma sharti lile, alipigwa na butwaa, lakini mganga alimkatia maneno, "Hili ndilo sharti lako. Hautatakiwa kula nyama yoyote, na kitanda chako cha kulala kitakuwa ni jeneza pekee." Ghafla, kimbunga kikubwa kilitokea na kumbeba Kija juu hadi mawinguni. Kilipomshusha, Kija alijikuta yuko ndani ya jumba la kifahari lenye vyumba vingi na samani za dhahabu. Lakini katikati ya chumba chake cha kulala palikuwa na jeneza jeusi lililong'ara. Sauti ya ajabu ilisikika ikisema,
kuanzia leo, hapa ndipo utakapolala. Wakati huo huo, Kija alihisi maumivu makali mgongoni mwake. Alipojitazama, kidonda kikubwa, kibichi na chenye kutoa harufu mbaya kilikuwa kimejitokeza. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa utajiri wake wa mateso. Kija akawa tajiri wa kutisha. Alifungua maduka yasiyo na idadi na kuajiri vijana wengi. Alivaa suti kali na za gharama, lakini chini ya suti hizo kulikuwa na siri nzito. Kidonda kile kilikuwa kikioza na kutoa harufu kali kiasi kwamba alilazimika kutumia malashi nyingi sana. Lakini wapi, harufu haikukoma. Siku moja, akiwa ametoka kwenye miradi yake, Kija alijawa na majonzi. Alikumbuka maisha yake ya umaskini na kuyaona yalikuwa na amani kuliko utajiri huu wa kulala kwenye jeneza na kidonda kinachomla mgongo. Alishuka kwenye gari lake la kifahari, akaingia ndani na kulitazama lile jeneza kwa uchungu. Hivi hakuna njia ya kunitoa kwenye mateso haya? Aliwaza kwa sauti. Ndipo alipomkumbuka mchungaji mmoja aliyeitwa Nyashimo. Kija aliamua kwenda kwa mchungaji huyo usiku wa manane. Alipogonga mlango, mchungaji Nyashimo alipofungua na kumwona tajiri mkuu wa kijiji, alishituka sana. "Mheshimiwa Kija, karibu ndani." Kija alianguka chini ya miguu ya mchungaji huku akilia kwa uchungu. "Mchungaji, mimi si mheshimiwa. Mimi ni mfu niliye hai. Nilitamani utajiri wa haraka. Sasa kidonda kinanitafuna na ninalala kwenye jeneza. Nisaidie." Mchungaji alimtazama kwa huruma na kumwambia, "Mimi sina nguvu ya kukuokoa. Lakini ukimwamini Mungu na kutubu, haya yote yatatoweka." Kija alikubali kwa dhati. Mchungaji alianza kuomba kwa mamlaka. Ghafla, ardhi ilianza kutikisika. Yule mganga wa porini alitokea kwa sura ya kutisha akipiga kelele, "Kija, umeamua kusaliti mizimu? Tunachukua kila kitu chetu sasa hivi." Lakini mchungaji Nyashimo aliendelea kuomba kwa nguvu za kiroho. Kija alinyanyuliwa juu na nguvu za ajabu na kubamizwa chini. Kwa muujiza mkuu, kile kidonda mgongoni kilitoweka kabisa. Lakini hapo hapo, majumba yake yote yalianza kunyauka na ule mjengo wake wa kifahari ulizama ardhini, huku watu wakishangaa. Kija alibaki akiwa hana kitu, maskini na lofa kabisa, lakini akiwa na amani moyoni mwake. Ndugu zangu wafuatiliaji wa Pasco Simulizi, ninachowasihi ni hiki: fanyeni kazi kwa kutumia jasho lenu. Utajiri wa haraka unaangamiza na una mateso makubwa sana nyuma yake. Basi tukutane kwenye simulizi nyingine zijazo.